mnatumikia duniani. Maana yake ikaonekana kabisa kwamba kwa sababu ya hiyo siku mnafanya vitu ambavyo havileti utukufu kwa Mungu. Maana yake hamna shukrani kwa Mungu wenu aliyeruhusu mkazaliwa. Mungu aliporuhusu uzaliwe brother Lawrence, jambo la kwanza aliloliruhusu kwako ni kwamba uwe ni baraka kwa mwanadamu. Lakini jambo la pili, uwe ni nini? Unaleta utukufu kwake. Kwa hiyo pointi mbili za kunoti kwamba kama mfano ni kumbukizi ya siku yako ya kuzaliwa, basi unachokifanya hakikisha kwamba kitu cha kwanza kiwe na baraka kwa wanadamu, lakini kitu cha pili basi kilete utukufu kwa nani? Kwa Mungu. Pointi hizo mbili tu ukifanikisha hivyo, kila kitu utakachokifanya basi hakika unaweza ukaona ufalme wa Mungu. Lakini hauishi tu kuona ufalme wa Mungu, ukaona ufalme wa Mungu ukiwa na taji, kwa sababu ufalme wa Mungu pia ndani yake kuna zawadi na vitu vingine ambavyo hivyo vitu vinakufanya ufurahie kazi yako leo unaifanya duniani. Ni hivyo tu mtumishi wa Bwana. Amina, amina. Kwa hiyo hapo sasa tumeona kwamba vitu viwili, baraka kwa watu, lakini pia utukufu kwa Mungu. Hivyo vitu viwili kama ukivichukua ukaviweka katika mafikirio yako, inaweza ikakusaidia, ikakufanya ufanye kitu ambacho ni kizuri, ni kitu ambacho, kwa sababu baraka kwa watu maana yake ni kitu ambacho hakiumizi watu. Utukufu kwa Mungu maana yake ni kitu ambacho watu wakikiona wanasema kweli Mungu ni mkuu. Kwa hiyo unaweza kufanya kitu ambacho wewe ukimaliza kufanya watu wengi wakamtukuza Mungu. Mahali uliko haujachelewa. Unaweza ukawa mwanzoni ulimesa ukafanya vitu ambavyo labda havikuwa vizuri, lakini the time you hear this voice ni muda ambao unaweza ukachukua hatua ya imani, ukabadilisha mfumo wa maisha yako. Na nina uhakika kila kitu utakachokifanya ukikiwekea imani, lazima mkono wa Mungu utakuwepo pale, na Mungu atakusaidia na watu watamtukuza Mungu kupitia wewe. Mtumishi wa Bwana, ubarikiwe sana. Asante sana. Tutakutana kwa wakati mwingine. Amina, amina. Mungu akubariki sana. Amina. Asanteni sana. Amen.